Tumsifu Yesu Kristo. Ni mwaka 1.5 tu umepita ambapo mwaka jana mwezi wa kwanza tarehe kama hizi kwenye parokia ya Goba nilikuwa nasoma wasifu wa marehemu mama yetu. Kwa hiyo leo tena nimesimama hapa kusoma wasia wa ndugu yetu, mdogo wangu Thomas Ndenzako. Mheshimiwa Paroko wa parokia hii, wana familia wa marehemu Thomas Ndenzako, mjane Mama Hilda, shemeji yangu, watoto wa marehemu, ndugu, marafiki na waamini wote, tumsifu Yesu Kristo. Mimi ninayesoma wasia huu ni kaka yake mkubwa marehemu Thomas, ananifuata kwa mara ya pili. Leo tunapokusanyika hapa tuna huzuni kubwa kwa kuondokewa na mpendwa wetu Thomas Nicolaus Ndenzako ambaye alizaliwa tarehe 23 mwezi Machi mwaka 72 katika kijiji cha Mkilehe, wilaya ya Ngara, na kuitwa na Mwenyezi Mungu tarehe 2 Juni mwaka huu akiwa na miaka 54. Kama paroko alivyosema, amekufa kwa ajali ya pikipiki. Nimeingia asubuhi hii, nilitaka nione hiyo pikipiki inafananaje iliyomuondoa mdogo wangu. Hata ukiiona huwezi kuamini kwamba ile pikipiki imesababisha kifo cha mtu. Nikataka nione sehemu ambapo ajali ilitokea. Nimepita nikapaangalia, hata huwezi kujua ile eneo kama linaweza likasababisha ajali mpaka mtu akawa amekufa. Kwa hiyo Mungu amempenda zaidi. Thomas aliishi maisha ya unyenyekevu, ya kufanya kazi kwa bidii, na alijitoa kwa wengine tangu nikiwa naye tukiwa wadogo. Alisoma shule ya msingi Mkilehe kijijini, kisha akaendelea na mafunzo ya ufundi kwenye vyuo vya VETA, na baadaye akaendelea na shughuli zake za ujenzi na kufundisha mafundi wengi wa ujenzi. Naamini hata tulioko ndani wapo mafundi wengi marehemu Thomas amewafundisha. Kwa mikono yake hakujenga tu majengo, bali alijenga matumaini na maisha ya watu wengi. Katika maisha yake marehemu Thomas alichangia kwa kiasi kikubwa kwa jamii yake ambayo aliishi. Alijenga nyumba nyingi, taasisi mbalimbali na majengo muhimu katika maeneo mengi ya huko anakozaliwa: Ngara, Kagera, Kahama, Shinyanga, Morogoro na Dar es Salaam. Kazi yake ya kipekee ni pamoja pia na kushiriki katika ujenzi wa kanisa hili ambalo tunamwagia. Miaka ya 2003 wakati tunaanza msingi wa parokia yetu hapa, alishiriki kwa kujenga nguzo nyingi ambazo tulikuwa tunapeana katika kujenga parokia yetu hii. Ushahidi wa imani yake. Thomas
Alikuwa Mkatoliki mwaminifu sana. Nadhani mmemsikia Father Paroko pia, ambaye aliishi maisha ya kumcha Mungu. Amepokea sakramenti zote, na sakramenti ya ndoa mimi nimemsimamia, lakini pia amekuwa akishiriki katika shughuli nyingi za kanisa, akihudumu katika kamati mbalimbali. Leo nimesikia kumbe alikuwa mwenyekiti pia wa kanda, na pia amekuwa mwanakwaya karibu maisha yake yote ambaye ameishi hapa duniani. Imani yake haikubaki maneno tu, bali aliishi katika matendo yake ya kila siku. Alijulikana kama mtu mwenye moyo mwema. Alikuwa tayari kusaidia kila mtu bila kusita. Alikuwa mjenzi wa jamii, si tu kwa majengo, bali kwa kuunganisha watu na kuimarisha mahusiano. Pia alikuwa mtu mwenye bidii na kujituma, aliyeamini katika kazi halali na heshima ya kazi. Juhudi zake, kama ilivyo jina lake la utoto, juhudi, zilionekana kila sehemu ili kuleta maendeleo. Leo tunamkumbuka kama baba na mume mwema, baba mwenye upendo mkubwa. Ameacha mjane, watoto 4 na wajukuu 2. Upendo wake utaendelea kuishi mioyoni mwao na mioyoni mwetu wote tulioko hapa. Ingawa tuna huzuni ya kumpoteza, tuna sababu ya kushukuru kwa msiba, kwa maisha aliyoishi, maisha yenye maana, maisha yenye huduma na maisha ya imani. Urithi wake utaendelea kuonekana katika majengo aliyowajenga, watu waliowasaidia na imani aliyoishi. Bwana ametoa, Bwana ametwaa, jina la Bwana lihimidiwe. Mwenyezi Mungu ailaze roho ya Thomas Ndenzako mahali pema peponi. Amina.